Bunge News, mikutano ya wabunge, maendeleo majimboni na wasifu wa wabunge binafsi. Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge mataifa ili haki yako itendeke. Mheshimiwa Naibu Spika, nami nikushukuru sana kwa kunipatia nafasi hii ili niweze kuchangia. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ndiye aliyetufanya na kutupa uhai mpaka kufika siku ya leo tuko hapa tumesimama tunazungumza. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, nipende kumpongeza sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuchaguliwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nisome kidogo maandiko matakatifu Warumi 13 mstari wa kwanza ili kuonyesha kwamba Daktari Samia kwa nini yuko amekaa pale kwenye kile kiti. Biblia yangu inasema kwamba kila mtu na atii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Mheshimiwa Naibu Spika, Dr. Samia Suluhu Hassan ni chaguo la Mwenyezi Mungu, ndio maana amemweka pale. Hata sisi ambao tumefika humu siku ya leo, nasi pia tumepitishwa na Mwenyezi Mungu kupitia vyama vyetu, ndio maana tumefika humu na tunazungumza katika bunge hili tukufu. Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze Makamu wa Rais Emmanuel Nchimbi kwa kuchaguliwa kupitia Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye alikuwa mgombea anayekuwa Makamu wa Rais. Lakini pia nimpongeze Spika wa Bunge. Mheshimiwa Spika, nikupongeze na wewe Naibu Spika Daniel Silo kwa kuchaguliwa kuwa Naibu Spika katika bunge hili kwa kura nyingi, 100% nadhani zote zilipatikana. Lakini pia nimpongeze Chemba kwa kuchaguliwa kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nimesimama hapa pia kuwapongeza wananchi wa Katoro walionichagua mimi kuwa mbunge au mwakilishi wao, walionipigia kura nyingi za kutosha ili niwe mbunge wao katika jimbo la Katoro. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi ni mbunge wa jimbo la Katoro ninaoongoza wananchi wote, wawe wa upinzani, wawe wa chama gani. Mimi ndiye mbunge wao na mimi niko tayari kufanya nao kazi kwa namna yoyote ambayo tutaongozwa, na kwa sababu tuna rais jemedari kabisa Dr. Samia Suluhu Hassan, tutawatumikia wananchi wote wa Katoro wa vyama vyote na wa itikadi zote ambazo zipo katika jimbo la Katoro. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nijielekeze kwenye mambo machache. Mheshimiwa Naibu Spika, jambo la kwanza nizungumzie swala la madini. Mheshimiwa Naibu Spika, nilikuwa ninaomba jambo moja kupendekeza kwa Wizara ya Madini, kama itawapendeza tufike hatua basi turuhusu wachimbaji wetu ambao wakati na wadogo wadogo, kama inawezekana kutunza mali zao katika benki ya BOT au benki zingine, watunze na kuweza kupata mikopo, kwa sababu kwa mfano sasa ungekuwa umetunza mali kuanzia mwezi wa kwanza au mwezi wa 12, leo mchimbaji mdogo angeuza kwa fedha nyingi sana kwa soko ambao lipo kwa siku ya leo. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, nilikuwa napendekeza benki zetu zitoe nafasi au fursa ya kutunza mali katika benki zetu. Kama mtu ana mtaji wa kutosha na hahitaji kuuza mali yake kwa siku hiyo, aweze kuitunza iwe akiba, na akihitaji kuchukua fedha benki apatiwe nafasi ya kuchukua fedha benki kwa dhamana ya mali aliyoiweka benki katika benki zetu, ili imsaidie kufanya maendeleo na kupiga hatua zingine. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nataka niwapongeze Wizara ya Nishati ambao hata mimi ni mnufaika wa umeme ambao nimepewa sasa, nitapata kaya 4151 zinakwenda kuwashia umeme. Na mimi niwapongeze waziri wa nishati pamoja na naibu wake ambao wamekubali hata kuwasha kwenye nyumba ambazo ni za matope, wanakwenda kuwasha umeme. Na kwetu kule Katoro kuna nyumba nyingi, nimemwambia Mheshimiwa Makamba aje atuwashie umeme kwenye zile nyumba ambazo ni za matope, kwa sababu ni haki ya wananchi wa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwashia umeme katika maeneo yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, nipongeze sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi Katoro ametujengea shule nzuri
nyingi na mahiri, na waziri wa TAMISEMI alifika Shemdoe akashuhudia shule nyingi ambazo zimejengwa Katoro za kisasa kwa fedha za Dr. Samia Suluhu Hassan. Wala ambao hawajaona shule nzuri, njooni mshuhudie Katoro kuna shule nzuri ambazo amejenga Mheshimiwa Rais, ambazo ni bora na imara, zinazotoa mafunzo katika wanafunzi wetu. Mheshimiwa Naibu Spika, niombe tu jambo moja. Tunapoelekea katika mipango hii na kusaidia vijana wetu, Mheshimiwa Naibu Spika, kuna vijana ambao wako mtaani, wengine wamemaliza shule, lakini baadhi ya vijana hao hawajapata vyeti vyao, viko machuoni mpaka leo, lakini wapo wanazurura mtaani. Wengine wameanza kujiajiri. Kwa mmoja nimemkuta anafanya kazi ya kaosh, lakini amemaliza chuo, ni kijana mzuri na ni mwalimu, anakuambia sina cheti cha form 4 na cha chuo viko wapi? Viko chuo vimeshikiliwa. Sijui wizara imejipangaje kusaidia wa vijana ili wapatiwe vyeti vyao. Wanapoomba ajira wanaambiwa mpaka uende na cheti original. Anakitoa wapi cheti original? Cheti original kiko chuoni. Tunapoenda na mipango hii, tukumbuke kuna vijana ambao vyeti vyao hawanavyo lakini wanataka ajira. Ndio hawa ambao tunaona kila siku huenda wanatangatanga kutafuta ajira, lakini wakizipata ajira hawapati kwa sababu vyeti vyao hawanavyo katika maeneo yao. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi naendelea tukupongeza na kusema kwamba tunapoendelea kujipanga na huu mpango wetu, niwakumbushe Wizara ya Fedha pamoja na Waziri wa Mipango, sisi Katoro tuna uvuvi mkubwa sana, ambapo tunahitaji tungepata viwanda vya kuchakata mnaita kufanya nini samaki, vile viwanda vinavyochakata samaki, ili kuwasaidia wananchi wetu wanapovua samaki, maana tuna samaki nyingi sana, na katika ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi imeeleza kupata kiwanda kimoja cha samaki. Mkatusaidia ili wananchi wetu waweze kufanya biashara nzuri wanapokwenda kuuza bidhaa zao katika maeneo hayo ya viwanda, ili waweze kusaidiwa. Mheshimiwa Spika, jambo la mwisho ambalo ninapenda kulizungumzia ni hili jambo ambalo ni kama tu jambo la kupongeza. Sasa tunamshukuru Mheshimiwa Rais, mambo ambayo ameyafanya. Ukiangalia mtu anayesema kwamba Dr. Samia hajafanya, Dr. Samia Suluhu Hassan alipatiwa hii nchi na mtangulizi wake Mheshimiwa Dr. Magufuli, marehemu Dr. Magufuli, akiwa ameacha daraja la Busisi kwa asilimia ndogo sana kukamilika. Lakini leo Mheshimiwa Naibu Spika, si tunaotoka Katoro, tunaotoka Geita, tunapita pale kwa dakika 3 tu, na huyu ndio Dr. Samia Suluhu Hassan aliyekamilisha daraja hili. Leo tunavuka kwa kishindo kikubwa. Tukitokea Geita tulikuwa tunakaa masaa 3, masaa 4. Mama huyu aliachua daraja hili ikiwa nina asilimia kama 20. Leo limekamilika. Tumpongeze, tumtie moyo, tumtie heshima, tumuunge mkono, tushirikiane naye ili aweze kutuongezea, aweze kutusaidia kutuvucha mpaka kufika 2030 tuweze kupata maendeleo makubwa katika sehemu zetu. Baada ya kusema hayo, nashukuru sana, naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Kija. Baada ya maneno hayo, naahirisha shughuli za Bunge. Bunge News.